Mambo vipi Swahiba? Bwana, dunia haijacha kutukumbusha kwamba kuna mambo ya ajabu sana ambayo yanatokea hapa duniani, lakini ni ngumu sana kuyagundua au kuyaona kwa macho ya kawaida. Na hii inadhihirisha wazi kwamba kuna mambo mengi sana ambayo yanaendelea kisani bila sisi kujua. Hivi pata picha, umemzika ndugu yako miaka mingi sana huko mkoani kwenu, lakini unakuja kupata taarifa kwamba yule ndugu yako aliyemzika mkoani kwenu huko anaendelea na maisha yake kama kawaida kwenye mkoa mwingine. Yaani anaendelea kuishi maisha kama kawaida, yani kama hakuna kilichotokea kwenye maisha yake. Lakini nyinyi mnajua kabisa kwamba ndugu yetu sisi tulishamzika zamani sana. Hivi pata picha hii. Bwana, hili jambo ni la kuogofya. Movie yetu ya leo inamhusu mwanadada mmoja hivi bwana anaitwa Grace bwana. Huyu mwanadada bwana alichumbiwa na mchumba ambaye inasemekana kijijini kwao huko inaaminika alishafariki miaka mingi sana bwana. Lakini huku town mwamba anatamba kabisa. Na mwamba ndo ametoa mahali kabisa, anataka kuona mke kabisa bwana. Ila mwanadada yeye haelewi kinachoendelea kabisa bwana. Naona bwana. Story yetu hii bwana inaanzia hapa bwana. Hapa tunakutana na mwanadada mmoja hivi ambaye yeye ni mfanyabiashara tu fulani hivi wa matunda bwana. Huyu mwanadada yeye anaishi na mama yake tu kijijini hapo bwana. Sasa yupo katika harakati zake za kutafuta riziki na nini ili aishi na mama yake bwana hapa nyumbani bwana. Sasa huyu hapa ndo mdogo wake na huyu bwana anayesemekana alishafariki miaka mingi. Huyu mshikaji anaitwa Nambi. Sasa hapa anakutana na mwamba mmoja ambaye ametoka zake mjini. Huyu mwamba anakaa mjini huko bwana, maisha yake yako town huko. Unaona huyu mwamba bwana akakutana naye hapa, akamwambia mambo vipi? Safi, uko poa? Uko poa bwana, na sasa siku nyingi bwana, salama kabisa. Unaona umerudi kijijini? Akamwambia nimekuja kuwasalimia bwana. Sikia, mimi naishi fulani, nataka tuzungumze baadaye bwana. Nitakutafuta baadaye kidogo. Mtoto wake akamwambia hamna shida. Mimi sasa hivi naenda zangu kutafuta riziki bwana, naenda kuzaa yangu matunda hapa ili mambo yaende bwana. Akamwambia sawa, ina shida. Mimi baadaye nitakucheki ili tuongee na jambo muhimu sana, nataka kuongea na wewe bwana. Mwamba akaondoka zake na mtoto wake kaendelea na shughuli zake kama kawaida. Okay, sawa. Hapa tunakutana na mtoto wa kike bwana ambaye yupo na babake, wanajadiliana kuhusiana na masuala ya ndoa bwana. Babake anamuuliza bwana, sikiza, vipi kuhusu swala la wewe na yule mchumba wako bwana, limefikia wapi? Mtoto wake kaanza kumwambia babake, mimi bwana, kwa kweli baba, mimi sielewi. Mimi siwezi kuolewa na mtu ambaye hata simjui, yani hajulikani, yani hana identity yoyote, hajulikani wazazi wake ni kina nani. Alafu pia isitoshe mimi simuelewi kabisa. Babake akamwambia, sikiza nikwambie wewe utaolewa tu, utake usitake. Ikiwa tu huyo mwanamume anahusika na hiyo mimba ambayo unayo, lazima tu atakuoa. Mtoto wake akamwambia, yani mimi niko lazima atakutoa hii mimba. Babake akamwambia, unasemaje wewe? Unasemaje utoe mimba? Nani kakufundisha ujinga unaosema wewe? Pumbavu mkubwa, lazima utaolewa na huyu jamaa. No matter what. Sisi hiyo hatuelewi. Azonga za amekupa ujauzito jamaa, itabidi tu akuoe na uishi naye. Usianze kuniambia sijui hajulikani, sijui sisi hizo mambo hatuzijui. Umeelewa kama mzee kama mkali sana bwana, anataka mwanae aolewe na mshikaji. Lakini sasa mtoto wa kike anamwambia babake kwamba mbona mimi kila nikilala namuota jamaa vibaya. Yaani sielewi kwa nini inakuwa hivi. Yaani naota ndoto mbaya sana, yani kiasi ambacho inanitisha kuhusu jamaa. Babake akamwambia hapana, hizo ni ndoto tu. Wala usiwe na wasiwasi mwanangu. Okay, sawa. Mzee wake akonesiwe shida bwana. Akaona ili jambo moja niliingilie kati. Pengine huyu mwanangu anachokiongea hiki labda kina uhalisia wake bwana. Mzee bwana akaamua kwenda kwa mtaalamu bwana, kwenda kumchungulia mshikaji yule bwana anayetaka kumuoa mwanae bwana. Ufika kwa yule mtaalamu bwana. Mtaalamu akamwambia, "Mbona kila ninavyoangalia mambo yangu hapa naona huyu mwanamume ni mtu mzuri tu, ni mtu mwema tu, hana shida yoyote ile na binti yako. Tena ni mwanaume bora kabisa kwa mwanao bwana. Wala hana tatizo lolote." Mzee akamwambia, "Lakini mwanangu bwana ananiambia kwamba anaota ndoto za ajabu sana kuhusu jamaa." Akamwambia, "Wala hana shida yoyote. Hizo ni ndoto tu za kawaida kwa binadamu, zipo, lakini hiyo sio sababu ya kusema kwamba jamaa anaweza kama mtu mbaya. Hapana, mimi ninavyoangalia hapa, huyu mwamba wala hana shida yoyote ile. Kwa hiyo mwanao amepata mume sahihi kabisa. Na ninavyoona hapa, huyu mwanao tayari ni mjamzito kwa huyu, ana ujauzito huyu jamaa." Mzee akamwambia, "Ndio, ni kweli." Akamwambia, "Okay, sawa. Sasa mwanao aolewe na huyu jamaa kwa sababu hana shida yoyote ile." Mzee akamwambia, "Basi bwana, mimi nashukuru sana bwana. Nashukuru sana mkuu. Mimi wacha niondoke nikuage hapa." Akamwambia, "Sawa, haina shida, lakini ukweli ni huo kwamba mwanao huyu jamaa hana tatizo lolote. Yaani ikiwezekana tu aolewe, na mshikaji ni mtu mzuri tu, hana tatizo bwana." Mzee akaondoka zake bwana baada ya kusikia utabiri wa huyu jamaa bwana. Yule mwamba aliyetoka town bwana akaamua kumtafuta yule mtoto wa kike bwana, yule ambaye anauza matunda sasa, ambaye kaka yake yani inasemekana alishakufa miaka mingi sana bwana. Alipomtafuta bwana kaona naye kisimani huko bwana, kana mueleza, akamwambia hivi, akamuuliza swali, akamwambia hivi, wewe unaamini kwamba mizimu inaishi? Mtoto akika mizimu? Mimi siamini sana hivyo vitu. Vipi? Kwa nini unauliza hivyo? Mshikaji akamwambia, "Unajua kuna jambo nimeliona linanichanganya sana." Akamwambia, "Sasa umeniambia unaishi unataka kuongea na mimi, alafu unaniambia tena hiyo jambo unataka kuniambia linakuchanganya. Jambo gani? Mimi niko salama kweli?" Akamwambia, "Uko salama. Wala usiwe na wasiwasi. Lakini ni kwamba hiki kitu ambacho nataka nikwambie, yani kinachanganya sana akili yangu. Labda nikwambie tu kitu kimoja bwana. Mimi nimemwona kakaako kwa macho yangu mwenyewe huko mjini." Akamwambia, "Kakaangu? Yaani kakaangu marehemu aliyefariki miaka 35 iliyopita huko?" Akamwambia, "Ndio hivyo. Kakaako nimemuona mjini kwa macho yangu mawili." Akamwambia, "Wewe unanitania wewe. Yaani sielewi hata unaongelea nini. Hivi unaongelea kitu gani? Hivi uko serious kweli? Ni utani wa aina gani unaoletea mimi sasa hivi?" Akamwambia, "Hapana, sio utani. Mimi ni kweli kabisa nimemuona kakaako, marehemu kakaako nimemuona kwa macho yangu mjini. Yaani maisha yake yanaendelea kama kawaida. Naonekana ni mtu fulani ambaye ana uwezo kule. Yaani ni mzima kabisa wa afya.
Akamwambia hapana. Yaani mimi nilikuwa najua si unaniambia jambo gani la muhimu ambalo umenitia hapa. Eti tuonane na mimi. Kwa unaniambia wewe upumbavu wako ambao unaniambia. Hebu niachie mimi niondoke zangu. Mimi lakini mimi nakwambia hapana. Mimi siwezi kuamini mambo hayo bwana. Kakangu alishafariki muda mrefu sana na sisi tunajua hivyo. Leo unakuja unasema unamuona mjini. Ni nani ulimuona wewe? Sisi hatujui bwana. Tunajua kaka yetu mimi ashafariki tayari. Mwanadada bwana akakasirika akachukua ndoo yake bwana, kaudi zake nyumbani bwana. Nikaenda nabaki kushangaa. Sasa kwa nini mimi asiniamini? Na wakati ni kweli nimemuona huyu mtu kwa macho yangu mawili kabisa. Bwana mtu wa kike bwana kaondoka zake kakasirika bwana. Ile jambo aliloambiwa bwana, sababu anaona mshikaji kama anamzingua vile, anamletea mzaa ambao haupo kabisa yani. Oya, hapa tunamwona mwanadada Grace bwana akiwa na mchumba wake Namdi bwana. Huyu mshikaji ndo Namdi mwenyewe sasa tunayemzungumzia bwana kwenye story hii bwana. Sasa wanaonekana wameingia kwenye jengo fulani bwana. Wameingia pale wanapiga story vitatu bwana. Ghafla Namdi ghafla Grace anaangalia pembeni bwana. Anaona sehemu kama kuna kaburi fulani. Kwenye ile kaburi bwana ikatokea picha. Hii picha kini imetokea kimiujiza fulani hivi. Anashangaa kwenye ile picha anaona sura ya yule mchumba wake bwana. Akaona sasa mbona maajabu, anageuka nyuma anashangaa yule mchumba wake bwana amepotea ghafla haonekani. Bwana Grace akaanza kukimbia pale asijue cha kufanya bwana. Akakimbia akasema sasa hapa inabidi ngoja nitoke tu niondoke zangu. Anafika getini bwana. Geti nao limelokiwa bwana. Hawezi kutoka na maana anajikuta anazunguka pale ndani bwana. Akasema haya ni miujiza gani hii sasa inatokea? Mchumba wake kapotea, anaona kaburi inatokea picha ya mchumba wake. Yaani haelewi ni mazingizongi yanayotokea hapo mwanangu. Yaani haelewi kabisa yani. Ghafla anastuka bwana kutoka usingizini. Aisee kumbe bwana ilikuwa ni ndoto ya kuogofya sana ambayo inamtesa sana huyu bwana dada. Hiki ndio kitu ambacho kinafanya asiamini kabisa kwamba yupo na mtu wa kawaida, kwa sababu kila akilala anaota mabaya sana kuhusu mshikaji. Je, huyu mshikaji ni nani? Huyu mshikaji kwa nini anakuwa anamfanya mtoto wa kike awe anaota ndoto za ajabu hivi? Kuna nini kinaendelea? Stick around mtu wangu. Basi bwana mwanadada akaendelea kuwaza zile ndoto za ajabu ambazo atazipata kuhusiana na mchumba wake bwana. Anasema mimi naogopa sana bwana. Hizi ndoto mbona zinanisumbua sana akili yangu. Lakini sasa mbona watu wanamsifia kama ni mtu mzuri? Ukiangalia kuna mlinzi wake pale nyumbani kwake, kila siku ananisisitiza kwamba madam usikiliza, olewa na huyu bwana. Huyu bwana ni mtu mwema sana. Ni mtu ambaye ni ana utu. Yaani mtu mzuri sana. Hana shida yoyote. Huyu mlinzi ananisifiaga hivi. Lakini mbona mimi mtu namuotea vibaya sana? Yaani naota ndoto za ajabu. Mimi naogopa. Yaani naogopa sana. Sielewi nini kinaendelea kwa huyu mtu. Yaani hata sielewi kabisa. Yaani Mungu naomba tunisimamie kwenye hili. Kwa sababu naweza nikaa napata dhambi ya kumfikiria mtu vibaya. Lakini sidhani kama itakuwa nafikiria tofauti. Kwa sababu huyu jamaa yaani simuelewi kabisa ni mtu wa aina gani. Haeleweki kabisa yani. Mwanadada bwana anawaza na kuwazua lakini haelewi kwamba nini kinaendelea bwana kwa mchumba wake bwana. Okay, sawa. Leo ni siku special sana bwana kwa bwana Namdi bwana, kwa sababu leo ndo ameenda kujitambulisha rasmi kwa mchumba wake Grace bwana kule nyumbani kwao bwana. Amefika pale bwana, ameenda na wazee wake fulani hivi ambao alikuwa ameshawaseti tayari na kwenda kuingia pale ukweni ili aende kujitambulisha bwana. Amefika pale bwana, mzee mmoja akasimama mbele ya mzazi wa Grace bwana, akaanza kuwatambulisha wote ambao ameambatana nao kwenye kikao hicho bwana. Akaanza kumwambia bwana, mzee hapa bwana, mimi niko na mtoto wa mdogo wangu ambaye alishafariki tayari, lakini mimi ndo nimekuwa kama mlinzi wake, mlezi wake. Kwa hiyo leo nimemleta hapa kwako kwa sababu ameona ua fulani ambalo ameamua liwe ni ua la maisha yake bwana. Mzee wake na Grace akafurahi sana bwana, akaona mzee anaongea maneno ya busara sana bwana, baada ya kumsifia mwanae kwamba ni ua ambalo limeonekana bwana, ua ambalo linameremeta bwana. Kwa hiyo kijana wake amemuelewa sana bwana. Kwa hiyo sasa mzee alichofanya ni kuwatambulisha, lakini na mambo mengine yakaendelea bwana. Namdi akiwa amekaa kimya anasikilizia ua lake liito kutoka ndani bwana. Basi bwana, babake na Grace akamwambia bwana, mimi hapa na watoto wawili, lakini kila mmoja hapa ana jina lake tofauti kabisa. Kwa naomba nitajie mmoja wapo ambaye umemuona hapa ndani ambaye ndo unamhitaji wewe kumuoa. Bwana mshikaji akamtaja Grace bwana. Basi mzee wake hajafanya iana, akamuita Grace ili atoke aje wasalimie wageni bwana. Grace anaitwa bwana, anakuja hapa mbele ya wageni, anaulizwa bwana, huyu kijana aliyekaa pembeni yako hapo unamfahamu? Grace akajibu ndio, mimi huyu namfahamu. Sawa, sasa kaja hapa kwa ajili ya kuchumbia wewe bwana. Vipi, unasemaje? Uko tayari kuolewa naye? Grace akamwambia ya, niko tayari. Lakini hiyo niko tayari ilikuwa ni ya kusita sana, kwa sababu Grace anajua kabisa mambo ambayo yanatokea. Akiwa amelala anaota ndoto za ajabu sana kuhusiana na huyu mchumba wake, kitu ambacho kinampa wasiwasi sana wa kufikiria kwamba huyu ni mtu wa aina gani, kwa sababu hana identity before. Hajaniambia chochote kuhusu maisha yake wala wazazi wake wala ndugu zake. Leo hii ananiambia mimi nataka nioe. Inakuwaje sasa? Hivi nitajua kwamba ni mtu wa aina gani? Mtu ambaye hana identity yoyote. Lakini ameitika mbele ya mzazi wake ili asiyakampa fedheha tu kwa wageni. Lakini yeye hana uhakika kabisa. Hapa story yetu inatuchukua kupeleka kijijini bwana. Kijijini ambako kule yule mtoto wa kike anayeuza matunda bwana, yule anasemekana kwamba kakake ni yule Namdi bwana, ambaye alishafariki miaka mingi sana huko kijijini bwana. Mama yake ni mgonjwa taabani, yupo kitandani bwana. Hajui la kufanya kwa sababu hana pesa kabisa. Lakini alienda kuchukua daktari wa kijiji ili aende kumsaidia mama yake bwana. Hapa tunamwona na Rasha anakimbia ili kukimbiza dawa mama yake aende kupata tiba bwana. Mama yake amelala mgonjwa hoi tabani, lakini binti naye hana cha kufanya kwa sababu pesa zake zenyewe za kutafuta ni za kula tu. Yaani anauza matunda ili apate tu kuishi na yeye na mamake. Lakini basi bwana, daktari ameshafika bwana. Ameshamtibia tayari yule mama, ameshampatia huduma ya kwanza bwana. Mtoto wa kike anauliza bwana, shilingi ngapi? Maana naona ushamaliza tayari. Mtoto wa kike anajibiwa kwamba inatakiwa naira 150. Kaambia mshikaji, mbona hela nyingi sana? Mimi hiyo hela kwa sasa hivi sina. Kaambia okay sawa. Wewe una shilingi ngapi? Binti akasema mimi na naira
17 peke yake. Akamwambia bwana hiyo hela ni ndogo sana yani. Mimi nimetoka huko kote nimekuja hapa, nimefanya tiba nilifanya hapo na niambia na Naila 17. Hiyo hela ni ndogo sana, mimi sikubali. Akamwambia hamna, wewe chukua hii pesa, lakini mimi baadaye nitaenda zangu sokoni kufanya biashara zangu, kisha hiyo balance iliyobaki nitakuletea. Hali yangu si nzuri, ndio maana nimefanya hivyo ili niokoe tu uhai wa mama bwana. Akamwambia okay sawa, haina shida. Mimi nachukua hii pesa, lakini hakikisha unaniletea pesa yangu ambayo imebaki. Sawa? Sawa. Basi bwana mshikaji akachukua boksi yake ya huduma ya kwanza, akaondoka zake. Yule binti bwana akabaki kuendelea kumhudumia mamake, lakini hali yao kipato ni ndogo sana, asijue nini cha kufanya ili mamake apate tiba halisi. Okay, sawa. Hapa tunamwona mwanadada bwana akiwa ametulia zake nyumbani kwao pale bwana. Tunamwona mzee wake ndo anarudi kwenye mihangaiko yake bwana. Anafurahia pale, dadi umerudi? Akamwambia ya, nimerudi lakini kuna tatizo kidogo. Mzee akamuuliza, mzee kuna tatizo gani? Akamwambia kwa nini mchumba wako anakupigia simu zake upokei wala message zake ujibu? Nini kinaendelea? Akamwambia lakini mimi sijisikii tu kuongea naye. Hujisikii kuongea naye? Kumbuka kwamba yule ni mume wako mtarajiwa. Hujisikii kuongea naye kivipi? Sijisikii tu kuongea naye baba. Baba, labda nikuambie tu kitu kimoja. Huyu mtu mimi simuelewi kabisa. Yaani hisia zangu na moyo wangu haupo kabisa huko kwake. Yaani nawaza mabaya kuhusiana na yeye tu. Mimi nikilala naota ndoto mbaya sana kuhusu huyu mtu. Baba, naomba hili jambo tulisitishe. Akamwambia hapana. Hili jambo huwezi kulisitisha kwa sababu umeshakubali mbele ya wazazi wake tayari kwamba wewe uko tayari kuolewa na kijana wao. Sasa leo hii unasemaje hivyo tena? Kwa nini unanigeuka tena hapa watu wakiwa washaondoka tayari? Akamwambia hapana mzee wangu. Mimi nishaona tayari kwamba kuna mambo mabaya sana yanakuja kutokea mbele. Kwa sababu kijana mimi simuelewi kabisa. Yaani katika ndoto zangu nazoota namuota yeye tu katika mambo mabaya sana. Nikamwambia hapana. Wewe lazima hizo ndoto uzisitishe. Yaani wewe ndo ota utakavyoota, fanya utakavyofanya, lakini lazima utaolewa na huyu jamaa. Mimi baba bwana siwezi yaani useme lolote utakalosema, lakini mimi nasema kama babako lazima utaolewa na huyu jamaa. Umeelewa? Na kuanzia sasa hivi hapo naomba umpigie simu mshikaji uongee naye, umwombe msamaha kwa sababu umemfanyia mambo ya kijinga sana ambayo mimi siyataki kuyasikia tena. Mzee kama mkali sana kwa mwanae na anasisitiza kwamba mwanae lazima ataolewa na huyu bwana no matter what. Yaani yeye afanye anavyofanya, lakini ajue tu kwamba huyo ndo mchumba wake tayari na yeye kashampitisha tayari. Yaani mtoto wa kike bwana anashindana na baba yake ile mbaya kwa sababu yeye yale mandoto anayoota yale ndo anamsumbua sana akili yake. Lakini mzee wake alikuwa shenda tayari kwa mtaalamu na kujua kwamba huyu bwana yuko salama kabisa wala hana shida yoyote. Oya, huku Nabi naye bwana anamlalamikia rafiki yake bwana. Anamwambia bwana mimi shemeji yako simuelewi kabisa unajua. Yaani nampigia simu na kutumia message toka jana lakini hajibu chochote bwana. Yaani yupo kimya tu. Sasa sielewi nini kinaendelea. Mshikaji akamwambia vipi kwani? Umejaribu kuongea na mzee wako ukamwelezea hii changamoto? Akamwambia mimi nimemweleza mzee wake bwana, lakini mzee wake bado naona anasema ataongea naye lakini sielewi mpaka sasa hivi. Bado naendelea kumpigia simu na mtumia message lakini mtu hajibu chochote bwana. Mshikaji wake akamwambia au labda atakuwa amesuspect kitu. Yaani atakuwa amegundua jambo fulani. Kumbe washikaji bwana walimpiga mzee watu changala macho bwana. Wale watu walioenda nao kule bwana waliwakodi tu bwana. Okay, sawa. Usiku umefika bwana. Hapa tunaonyesha watoto wa kike Grace bwana akiwa kwenye chumba fulani hivi ambacho kimejaa mapicha ya ajabu sana. Lakini kuna mshikaji ambaye amevaa mzula wake nini amejificha sura yake haionekani vizuri ni nani. Akawa anamwambia bwana naomba kuna jambo tuliongee tuliweke sawa. Mshikaji akamwambia kama unataka tuongee hilo jambo ingia hapa ndani tuongee. Lakini mshikaji akiwa na sauti ya ajabu sana, sauti ambayo ina mwangu wa kutisha yani mpaka ubinti mwenyewe anaogopa kwamba huyu ni mtu aina gani bwana. Lakini isitoshe hajulikani, baada ya kugeuza sura anaona kumbe ni Namdi. Akamwambia hapana, mimi sio Namdi, mimi ni Igna, mtu ambaye sifahamiki. Basi binti bwana akawa anaogopa sana kwenye kile chumba pale. Ghafla anastuka kutoka usingizini bwana. Basi ubinti mindoto ya ajabu kuhusiana na mchumba wake haijamwacha kabisa bwana. Na hii yote ni kwa sababu anaendelea kufikiria mabaya sana kuhusiana na mshikaji. Ndio maana ndoto za ajabu zinamjia sana. Kitu kinachomchanganya ni kwamba haelewi huyu mwamba anatokea wapi na ni mtu wa aina gani. Hana identity yoyote ile. Sasa anajiuliza, nawezaje kuolewa na mtu ambaye hana identity yoyote? Huyu ni nani? Ni jini? Ni shetani? Au ni spirit gani ambayo inasumbua kwenye maisha yangu? Hapana, ile jambo siwezi kulikalia kimya. Lazima nihangaike, nitafute utatuzi bwana. Okay, sawa. Mtoto wa kike bwana akatoka zake nyumbani bwana, akaenda kwa mtaalamu bwana, kwenda kuulizia kwamba hili jambo linamsumbua ni jambo la aina gani bwana. Amefika pale bwana kwa mtaalamu anamwambia bwana sikiliza, kwa jinsi ninavyoona hili bwana ni shetani ama ni jini ambalo limeshuka tu kwenye mwili wako ili kuja kukuchafua ili usitake kuolewa kabisa na huyu bwana. Hili jini bwana linataka usiolewe na mtu yoyote. Yaani ubaki wewe kama queen wao wa uko jinini bwana. Sasa mimi nitafanyaje prophet? Akamwambia okay sawa. Cha kufanya hapo ni kitu kimoja hapo. Unatakiwa ujisafishe mwili wako. Na huo mwili wako unatakiwa kuna mbegu fulani hivi zinaitwa flow. Tuzinunue hizo mbegu lakini zinauzwa na hela kama 150, na hela kama 150 hivi. Binti akamwambia hiyo sio shida. Yaani pesa sio shida, wala hizo mbegu sio shida. Wewe niambie lini natakiwa tuanze. Mtaalamu akamwambia sikia, wewe tuma hiyo pesa kwenye namba hii hapa. Alafu kisha nitakupa maelekezo lini tunaanza itiba bwana. Wewe unatakiwa usafishwe mwili wako ili ukae sawa kabisa. Ondokane na haya mandoto ya ajabu kabisa ambayo inaweza kukuzuia usiolewe kabisa yani. Basi bwana
binti bwana akaacha maagizo hivyo, akapewa maagizo kwa prophet ili aende akafanyie kazi bwana, ili aotolewe na hili jambo bwana ambalo linamsumbua kwenye maisha yake bwana. Basi bwana mwanadada Grace bwana katika harakati zake bwana town huko bwana, akapita sehemu fulani hivi ambayo ameona kuna posti ya kujaziwa upepo gari yake bwana. Sasa gari yake ilikuwa imepungua upepo kidogo bwana, akafika ile maeneo akapiga honi pale. Mzee mmoja akaenda pale bwana kwenda kumhudumia bwana. Amefika pale bwana, mzee bwana gari yangu cheki bwana haina upepo bwana. Mzee akamwambia basi haina shida, akawa anamjazia upepo bwana. Baada ya kumaliza anamuuliza bwana shilingi ngapi? Akamwambia na ila 15 tu. Akamwambia okay sawa, lakini samani mzee, ni kama isura yako nishai kuiona sehemu. Mzee akamwambia hapana, labda utakuwa umenifananisha. Hapana, kama nishakuona sehemu mzee wangu samani, lakini akamwambia mimi nimekaa hapa miaka 7 sijafanya kazi sehemu nyingine yote mbali na hapa. Kwa hiyo unavyosema umeniona mimi, umeniona wapi? Akamwambia ni kama nakufananisha na mtu fulani ambaye nishai kumuona sehemu. Akamwambia hapana, utakuwa umekosea. Akamwambia basi sawa, haina shida, nashukuru kwa huduma. Akamwambia sawa, mimi naomba niendelee kuhudumia watu wengine. Mzee akaondoka zake, mwanadada akawasha gari yake akaondoka bwana. Wakati anaondoka akiwa anaendelea kumfikiria mzee kwamba mimi nimemuona wapi? Mbona mzee ni kama nishai kumuona sehemu, yani isura yake ni kama familia kabisa na mimi. Kuna sehemu nishai kumuona kabisa, ni mzee nakumbuka kabisa. Bwana mawazo yakamjia, akakumbuka kwamba kumbe katika wale wazee walioleta mahali siku ile kwao pale, mzee naye alikuwa miongoni mwao bwana. Mzee mjanja sana huyu mzee, ndo alinunuliwa bwana na Namdi ili aje kumsaidia pale kupeleka mahali bwana na kujitambulisha kwa yule mzee wake na Grace bwana. Sasa mwanadada kashakumbuka kwamba ni yeye mzee, akaona lazima nirudi nikamwambie kwamba bwana nimekukumbuka wewe ni yule uncle ambaye ulitambulisha siku ile pale nyumbani ulivyokuja na mchumba wangu Namdi bwana. Mwanadada akaamua isiwe shida, akazungusha gari mzee akarudi tena mpaka kwa yule mzee. Mzee baada ya kuona ile gari inarudi tu akaona hapa lazima kuna tatizo hapa. Kwa nini mtoto hakika narudi tena hapa kuja kuniuliza maswali ambayo yaeleweki? Yule mzee bwana mjanja akakimbia pale bwana, akajificha. Kwa hiyo yule dada amefika pale na gari yake, anafika pale mzee tayari kashaondoka, yupo ile eneo bwana. Dada akasema mzee mbona ananikimbia inakuaje? Mbona kimya sana hapa simuoni tena? Kumbe mzee bwana amejibanza sehemu anamchungulia mtoto wa kike bwana. Kwani siwe shida. Akawasha gari yake bwana, akaondoka zake. Lakini alikuwa ashamkumbuka kabisa kwamba mzee ni miongoni mwa wale wazee ambao walikuja siku ile kule nyumbani kwao kuja kuleta Namdi ili kujitambulisha kwa wazazi wake bwana. Huyu mzee kumbe ni mjanja tu, mzee wa town bwana. Mshikaji kaokota tu wazee kanunua kawapa pesa ili waende pale kumwakilisha, kwa sababu yeye hana identity yote, hana baba, hana mama ambaye anangeweza kwenda kufanya ile jambo. Lakini mzee ni yule ambaye alijitambulisha kwamba ni uncle wake bwana. Naam, issue ilikuwa kaa hiyo, lakini Grace alitambua bwana hilo jambo. Oya, baada ya Grace kuondoka pale bwana, mzee mjanja huyu bwanangu akatoka kutoka mafichoni kwake kule bwana, akana jiongelesha. Huyu mtoto wa kike ananifuata nini? Mbona anarudi tena? Ameenda anarudi, anaenda anarudi. Kwani anataka nini mtoto wa kike? Sasa mimi napata shilingi ngapi hapa mpaka ananifuata? Au anajua mimi nitampenda? Mimi sina mambo hayo bwana. Mimi sina mambo hayo kabisa bwana. Mimi sina hela. Lazima labda aje nikiwa na hela nyingi ndio nitakubali. Lakini kama sina hela siwezi kumkubali. Yaani huyu mzee anaanza kwamba labda yule mtoto wa kike amemuelewa, kwa anamfuata kumfukuzia. Kumbe mtoto wa kike kashamgundua kwamba mzee kuna sehemu amekuja bwana kujitambulisha kama mjomba wake na mchumba wake. Lakini mzee anawaza pesa kwamba huyu hapa anakuja hapa labda ananitaka mimi bwana. Mimi sina pesa bwana. Basi bwana mzee mjanja sana huyu bwana. Akaendelea na shughuli zake na Grace naye ameshasepa muda tu mwanangu. Basi bwana ile mdogo wake na Namdi bwana kule kijijini bwana amesharudi kwenye mishe zake tayari bwana. Anamwambia mamake usijali, utapona tu mamangu bwana. Leo nimeuza vitu vyote hapa leo. Nadhani hela itapatikana ya hospitali hapa. Lakini naona kwamba yule jamaa anadai hela yake ya tiba aliyokupatia siku ile nishamlipa tayari, lakini nawe nenda kuandalia chakula mamangu. Usiwe na wasiwasi, utakuwa sawa tu. Bwana binti anampenda sana mamake bwana, na yeye peke yake ndo anamwangalia bwana, kwa sababu anaamini kabisa kwamba kaka yake alishafariki miaka mingi sana bwana. Kumbe kaka yake ndo yule ambaye yuko town kule anaendelea kulabata bwana, anaishi maisha mazuri tu bila kujua kwamba mamake huku ni mgonjwa, lakini maisha yao pia ni ya chini sana bwana. Oya, hili ndio maana nusu swaiba wangu bwana. Grace sasa hapa ameshagundua bwana kwamba kuna ujanja fulani uliendelea bwana. Yaani kuna ujanja uliendelea kwamba mshikaji alichukua watu tu mtaani akanunua akawapeleka kwenda kupeleka mahali pale nyumbani, yani kujitambulisha kama wale ni ndugu zao. Kwa hiyo bwana hapa akawa anamlaumu mshikaji wake. Anambia wewe sikiliza, hivi unanichukuliaje? Unaichukuliaje familia yangu? Yaani unamdanganya mzazi wangu. Unakuja pale tunafanya matambiko ya ndoa mbele ya wazazi wangu, alafu kumbe unadanganya ni kwamba wale watu uliwanunua tu, sio ndugu zako. Hivi wewe ni nani? Unaficha nini hasa? Yaani kuna kitu gani ambacho unakificha mimi kunitambulisha kwa ndugu zako na wazazi wako tukawajua? Wewe huna wazazi, umeshuka kutoka angani wewe. Wewe ni ghost, yaani wewe ni mzimu. Huna ndugu, huna familia, mpaka unachukua watu na unanunua unaleta mimi kuleta kuperform mambo ya ndoa. Hapana, hii sio sawa kabisa. Hujanifanyia haki kabisa kwenye familia yangu. Ni kwamba umenidhalilisha na umenidharau sana ni kilichokifanya. Mshikaji nikamwambia sikiliza, hata kama ungekuamini ungefanya hivyo nilivyofanya mimi. Hebu kuvaa viatu vyangu. Nimeshakueleza mara nyingi sana kwamba mimi bwana sina baba wala sina mama. Hapo unavyoniona mimi nipo tusieleweki. Ueleweki ndio, na siwezi kukuelewa kwa sababu unakuwa kama umedhalilisha sana familia yangu. Huwezi kuchukua watu mtaani kwa afu na kuja nao nyumbani, kuwatambulisha, kudanganya nyumbani kwa wale ndugu zako. Kumbe haiko hivyo. Mimi kitu sijakipenda kabisa.
bwana. Mwanadada akawa anafungasha vilabu vyake bwana, anatoka nyumbani kwa mchumbake uje zake kwao, kwa sababu kile jamaa kitendo alichokifanya hajakielewa kabisa, na anaona kabisa kwamba huyu jamaa hajamheshimisha kabisa nyumbani kwao, kwamba kwa wadharau wazazi wake bwana. Mshikaji anambia, sikiliza nikwambie, mimi kuna jambo nataka nikuweke wazi leo, nikueleze story yote ilivyokuwa, alafu baada ya hapo kama utaamua kuondoka utaondoka. Lakini baada ya kunisikiza story hii hapa, Mwamba akaanza kumpa story ile mwanadada bwana, yeye ametokea wapi na yeye ni nani. Hapa sasa ndo matamu bwana. Okay, sawa. Namdi bwana akaanza kumpa story bwana mpenzi wake Grace bwana. Akamwambia, sikia bwana, mimi sijui wazazi wangu ni kina nani mpaka sasa hivi ninavyokuambia hapa, kwa sababu mimi nimekuwa kwenye kituo cha watoto yatima bwana. Grace akashangaa, unasema? Akamwambia, ndio, nimekuwa kwenye kituo cha watoto yatima, lakini nilipofikisha miaka 9 mimi niliamua kukimbia kutoka pale kwenye kile kituo. Wala sikuwa na sababu yote ya kufanya hivyo, ili niliamua tu kwamba niondoke zangu nikae mtoto wa mtaani bwana. Amekimbia pale bwana, ameondoka zake kwenda kuwa mtoto wa mtaani bwana. Kwamba nimefika huko mimi nikaanza kuingia kwenye magenge mbalimbali, nikaanza kuwa mwizi, nikaanza kuibia watu, nikakutana na genge mbalimbali za wizi mpaka nikazoea maisha yao kabisa mtaani, na mpaka unaniona hapa nimepitia mambo mengi sana huko mtaani bwana. Lakini unajua siku zote za mwizi bwana ni 40. Katika kuibaiba kwangu bwana, siku moja tulifukuzwa na watu ambao wajulikani bwana, ambao walitufukuza kiasi ambacho wakatukamata na wakataka kutupiga moto, kwa sababu tulikuwa tunafanya matukio ya uhalifu sana katika mitaa yao bwana. Lakini wakati nataka kupigwa moto bwana, alitokea baba mmoja mchungaji hivi, nikiwa namuomba Mwenyezi Mungu kwamba sasa hapa palipofikia mimi nishakufa tayari bwana. Alitokea baba mmoja, hata sijui alitokea wapi, ni mchungaji bwana, ndio alinokuwa kwenye kipigo cha watu bwana. Lakini baba hajaishia tu hapo, alinichukua pia akanipeleka kwake na akaanza kunilea na akanichukulia mimi kama mwanae. Lakini mzee alifanya mambo mengi sana kwenye maisha yangu, kwa sababu alinipeleka mpaka shule na mpaka nikafika level ya university, yani nikafika level ya chuo kikuu bwana. Mzee ndipo akaniacha mimi nikaendelea na maisha mengine, lakini mzee bwana ndo aliniokoa kwenye hilo janga bwana. Mpaka sasa hivi mimi nakwambia sijui babangu ni nani wala sijui mama yangu ni nani. Kwa hiyo short story yangu ndio bwana. Hebu imagine kama ingekuwa wewe katika swala hilo, wewe ungefanyaje? Ungemchukua nani kumleta huko kwenu bwana? Mimi nimefanya hivyo kwa sababu nakupenda, ndio maana nikaamua kwamba nitafute namna nzuri ya kusogeza wewe karibu na mimi, nikae chini na wazazi wako ili tujue namna gani tunaweza kuishi mimi na wewe bwana. Kwa hiyo shida yangu mimi ndio ilikuwa hiyo bwana, ndio maana nikafanya mambo niliyofanya, lakini naendelea kuomba msamaha. Kwa hiyo naomba nisamehe sana kwa kile ambacho kimetokea bwana. Namdi aliendelea bwana kumsimulia mpenzi wake Grace bwana kwamba huyu mzee aliyeniokoa kwenye ile jambo bwana ni mzee mmoja ambaye alikuwa ni mtu mzuri sana bwana. Yaani mzee alinipa kila kitu ambacho mtoto alihitajika kupewa na mzazi wake bwana. Mzee alichukua bwana akanipeleka shule. Tena nilisoma shule nje ya nchi. Nilisoma shule nzuri kabisa, yani alipeleka mpaka university bwana. Lakini wakati niko mwaka wangu wa mwisho bwana kumaliza, nilipata tu credit ya message kwamba nimewekewa naira milioni 20. Lakini ile message aliyoandika alisema kwamba niwekeze vizuri hizo pesa kwa sababu sitamuona tena kwenye maisha yake. Nikastuka sana kwamba sitamuona tena kwenye maisha yake kivipi? Bwana mimi baada ya kumaliza tu mtihani wa mwisho bwana, ilibidi nirudi haraka sana hapa nyumbani bwana. Nimefika nyumbani nauliza bwana mzee yuko wapi? Naambia mzee bwana yuko hospitali. Lakini nilipofika hospitali naambia mzee alishafariki tayari masaa 3 yaliyopita. Kwa hiyo nilikosa kabisa kumuona mzee wangu huyu bwana mara ya mwisho, kwa sababu yeye ndo alikuwa kama mzee wangu, lakini ndio hivyo ameshafariki. Lakini mimi namuombea sana kwa Mungu, kwa sababu alifanya mambo mengi sana kwenye maisha yangu. Kwanza aliniokoa na kifo, lakini pia alinilea na kunichukulia kama mwanae na kunipa kila kitu ambacho nilikuwa nikikihitaji kama mtoto kwake. Aisee, hii inaniuma sana. Alimalizia kwa kumuomba msamaha mpenzi wake bwana. Akamwambia bwana, naomba nisamehe sana kwa sababu sijakwambia hili mapema. Pengine nilipaswa nikuambie mapema, lakini nilikuwa na sababu ya wewe kutokuambia mapema bwana. Unajua, yani na mahusiano mawili kabla kunana na wewe yalishafeli kabisa kwa ajili ya hili jambo bwana. Kila mwanamke anayemkutana naye anasema hawezi kuolewa na mwanaume ambaye hana identity yoyote. Yani hawako tayari kwa hilo jambo kabisa. Kwa hiyo alinikataa bwana. Kwa mimi nilikuwa naogopa na kupoteza na wewe bwana. Nilikuwa najua kabisa kwamba pengine nikikwambia ukweli naweza nikakupoteza, kitu ambacho mimi kingeniuma sana bwana. Ndio maana niliamua kuficha ukweli, lakini naomba unisamehe sana. Sikuwa na nia mbaya labda kudhalilisha familia yako au wewe mwenyewe kuficha hili jambo, lakini yangu ilikuwa nzuri tu kwamba sitaki kukupoteza kwa sababu ninakupenda sana na nataka wewe ndio uwe mke wangu bwana. Kwa hiyo naomba unisamehe sana na nifikirie hilo bwana. Mimi sina lingine la kukuambia, lakini huo ndio ukweli wangu wote bwana. Mshikaji akamalizia hivyo huko kubujiko na machozi bwana, akionyesha kabisa kwamba ana huzuni na anajutia hiki alichokifanya, lakini alifanya hiki kitu kwa nia njema kabisa, lakini anamsihi amuelewe na ya mambo yake sawa ili amuoe yeye, akubali kuwa mke wake bwana. Mtoto hakika hajaelewa kitu bwana. Yeye alichokifanya baada ya jamaa kujiliza pale sana, bwana naomba nisamehe sana, haya mambo naomba yaishe, naomba tu unielewe kwamba ukubali mimi kuwa mume wako. Lakini mtoto wa kike bwana hajaelewa kitu. Yeye kachukua begi lake bwana kaondoka zake. Lakini akiwa anaondoka bwana anawaza mambo mengi sana kuhusiana na mshikaji. Kwanza anawaza namna watu wanavyomuongelea kwamba ni mtu mzuri. Aliwaza mlinzi yule alishawahi kumwambia kabisa, mlinzi wa mshikaji wake pale, mlinzi wa huyo mchumba wake, alishawahi kumwambia kwamba huyu jamaa bwana ni mtu mzuri sana, tena mmependezana sana, yani yeye mkiwana mtakuwa ni best couple in town unajua. Mtoto wa kike akamwambia basi sana nashukuru. Yani alikuwa anawaza yale mambo ambayo alikuwa anaambiwa na mlinzi kipindi kile bwana kwamba aisee bwana huyu jamaa sasa napata taarifa nzuri kwake, lakini sasa mimi katika hisia zangu zinanituma kwamba huyu mtu sio mtu mwema, mpaka naota vitu vya ajabu kuhusu yeye. Ina maana inaonekana kabisa kwamba mtu sio mtu mwema kabisa. Sasa mimi nashindwa kuelewa kabisa. Mtoto hakika kana analia tu kwa uchungu, kapanda gari yake mwanangu, kaondoka zake na zake nyumbani kwao bwana. Maana ameshaamua ile jambo tayari kwamba ngoja nikae pembeni kwanza nione mchezo unavyochezeka bwana. Okay, sawa. Hapo tunamwona bwana mdogo wake na Namdi akiwa anaendelea na shughuli zake za kawaida pale nyumbani bwana. Leo ametembelewa na mgeni bwana kutoka town bwana. Huyu ni shangazi yake bwana, katoka mjini huko bwana. Baada ya kumuona binti bwana, akafurahi sana
bwana, akamwambia mwanangu umekuwa mkubwa sana. Akamwambia shangazi nashukuru sana bwana, lakini bwana hapa hatuko salama sana kwa sababu mama yetu anasumbuliwa na maradhi sana. Akamwambia bwana pole sana, nilisikia hiyo muda mrefu sana ndio maana nikaona leo nije kuwaona bwana. Lakini kuna kitu kimenishangaza sana bwana, nimemwona kakako Namdi yuko town bwana. Yule akashangaa, "Umemwona kaka Namdi?" "Una uhakika ni yeye?" Akamwambia, "Nimemwona ni yeye kabisa, lakini ni cha ajabu, mimi hanifahamu. Nimemwona akiwa na mke wake bwana. Nimeshangaa sana kuona kwamba yeye mimi hanifahamu kabisa. Nimejaribu kumuongelesha, lakini kama mtu ambaye hajawahi kuniona kabisa kwenye maisha yake." Akamwambia, "Yaani shangazi utakuwa umekosea. Huyu itakuwa sio yeye. Kwa sababu unemzungumzia wewe, kaburi lake ndio hilo hapo pembeni yako." Shangazi anauliza, "Namdi amefariki?" Akamwambia, "Ndio. Mbona kaka alifariki miaka mingi sana iliyopita?" Yaani wewe sasa hivi hii story inakuwa kubwa sana hapa kijijini kwa sababu watu wengi ambao wako town wakija huku wanasema kaka anaonekana huko nani jijini, lakini sisi hatuelewi kwa sababu kaka tayari alishafariki muda mrefu sana, na hilo unaloliona pembeni yake hapo ndo kaburi lake la kaka alipolala hapo. Basi bwana, ikawa ni huzuni sana pale, ni kama amemkumbusha mtoto kitu kibaya sana ambacho kinawatesa sana kwenye familia yao bwana. Wote ikabidi tu waanze kulia sasa kwa sababu hawakuwa na cha kufanya, wakaanza tu kubembelezana bwana. Oya, kama unavyojua bwana, hakuna bouncer kwenye mapenzi bwana. Mtoto wake katoka kwa mchumba wake kule bwana, akaenda nyumbani bwana, lakini mshikaji akaona isiwe shida, mimi namfuata huko nyumbani kwao bwana. Jamaa kajivisha mabomu bwana, akaenda mpaka kwa kina Grace bwana. Although amefanya shida kubwa sana, amesababisha matatizo makubwa sana kwenye familia, lakini kaamua amfuate huko. Anaona sasa hapa wewe ni kombe radhi tu nijue kwa nini kitaendelea bwana. Anafika pale mwamba bwana, macho kwa macho na babake Grace bwana. Babake Grace bwana akatoka na gobori. Akamwambia sikia nikwambie, sitaki nikuone hapa nyumbani kwangu na kanyaga tena. Ukikanyaga tena mimi nakuvunja fuvu lako hilo. Yaani mzee kawa mkali sana bwana kwa Namdi kwa sababu kitendo alichokifanya hakijampendeza kabisa. Ni kama alimdhalilisha mbele za watu kwa sababu mzee aliandaa kabisa tambiko la kimila kwa ajili ya kupokea mahari ya mwanae. Alafu kumbe mshikaji kanunua tu watu mtaani huko, si wazazi wake wala nini. Kawaleta pale bwana. Ile jambo lilimkera sana mzee. Mzee akamwambia bwana sikiliza, mimi nitakupasua kichwa bwana. Toka hapa nyumbani kwangu na usikaleage tena. Jamaa akamwambia mimi hapa mzee siondoki. Aidha unishuti au nisamehe. Mimi hivyo viwili na kisubiri kimoja hapo. Mtoto hakika alivyoona vile bwana, inabidi aende kumzuia babake bwana, kumpigia magoti na kumsii sana asimfanye chochote ujamaa. Akamwambia bwana msamehe sana kwa sababu ukifanya hivyo huyu yupo kwenye eneo letu hapa nyumbani. Kwa hiyo chochote kitakachotokea sisi tutahusika moja kwa moja baba. Naomba msamehe sana ujamaa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu bwana. Mzee akamwambia sikiliza nikwambie binti, usiingie kwenye maamuzi yangu. Nishakwambia tayari kwamba huyu jamaa sitaki kumuona katika compound yangu. Mwambie aondoke kabisa. Lakini mshikaji akamwambia mimi hapa sitoki, aidha unishuti au nisamehe. Lakini mimi hapa siondoki bwana. Mzee kakachama mjomba kagoma kuondoka na mtoto wa kike naye analia tu asijue nini cha kufanya. Basi bwana, mwamba anaona maisha yamekuwa magumu sana upande wake bwana. Maana mwanamke anayempenda bwana hana habari naye na hataki hata kumsikia, lakini ni kwa sababu tu yeye hana identity yoyote. Akaona sasa mimi maisha haya sitayaweza, ni bora tu basi nife. Mshikaji bwana akachukua dokumenti zake zote, mali zake zote, magari, nyumba na kampuni yake, akaweka kwenye mfuko, akaondoka nayo moja kwa moja mpaka kanisani bwana. Alipofika kanisani bwana akamwambia father, sikiliza father, mimi nimekuja na hizo documents bwana, nataka hivi vitu vyote uviuze uwape charity kwa hawa watoto yatima. Yaani mali yangu yote hii iwasaidie watu wasiojiweza. Yaani nimeamua hilo mwenyewe. Faza kastuka akamwambia kwani kuna shida gani? Hebu nielezea. Akamwambia sina cha kuelezea. Ila nimeona kwamba kwenye maisha mimi sistahili kuishi kwa sababu sina baba, sina mama, sina dada, sina kaka, sina yoyote ambaye ananiangalia, sina familia yoyote ambayo nipo nayo. Sasa mimi nina faida gani kwenye dunia? Naona ni bora tu mimi nife. Faza akamwambia hapana, usongee maneno hayo bwana. Yaani kwenye imani zetu hutaki kuongea hayo mambo. Hayo mambo Mwenyezi Mungu pekee yake ndo anajua. Kwa wewe hutaki kujitangulizia mambo kama hayo kabisa. Hebu achana nayo bwana. Hebu nielezee mambo. Kwani kuna shida gani? Akamwambia mimi shida yangu ni hiyo tu bwana. Mimi sitaki tena kuendelea kuishi kwa sababu naona kila mtu ananikataa kwenye dunia. Hakuna anayetaka kabisa kuwa karibu na mimi. Yaani mshikaji ni kwamba bwana amekata tamaa kabisa ya maisha bwana. Mapenzi yana nguvu bwana. Hii ni baraa sana bwana. Basi bwana, mwamba baada ya kumkabidhi bwana father zile dokumenti zake zote bwana za mali zake, akawa anaelekea zake kwenye gari yake bwana. Nia na lengo lake bwana, mwamba anataka aende kujiua. Kwa hiyo mwanangu kaingia kwenye gari, anaanza kupiga starter mara ya kwanza, gari imekataa bwana. Starter mara ya pili, gari imekataa. Starter mara ya tatu pia, gari imekataa kabisa bwana kuwaka. Anashangaa shida ilikuwa nini? Sababu gari yangu mimi mbona ilikuwa nzima tu. Ghafla bwana, father anamgongea kwenye kioo, anamrudishia zile documents, anamwambia bwana sikiliza. Mungu hajapenda bado wewe ufanye hicho unachotaka kukifanya. Mungu anasema bado hii haijaisha. Bado una nafasi nyingine ya kuishi na kurekebisha kile ulipokosea. Sawa? Akamrudishia dokumenti zake bwana. Fadha alivyomrudishia dokumenti zake alivyoondoka tu kwenye ile gari bwana. Mama anapiga starter gari yake imewaka bwana. Akashangaa, yaani kweli ukubwa wa Mungu ndo huu? I say, hii ni hatari sana. Mwamba mwenyewe akachoka bwana, inabidi tu arudi nyumbani. Lile wazo lake la kujiua ndio Mwenyezi Mungu akalisimamisha namna hiyo. Anakumbuka miaka mingi sana ile ambayo aliokolewa wakati anataka kuchoma moto bwana, kipindi kile akiwa anaishi kwenye yale mazingira magumu bwana. Okay, sawa. Mwamba bwana akajua na kumbukumbu kwamba kuna baadhi ya watu wakimuona huaga wanamkumbuka, wanamshangaa sana bwana. Kwa hiyo mshikaji akaona hapa ndo pa kuanzia hapa. Ngoja niwatafute hawa watu ili niwaulize maswali mawili matatu kwamba kwa nini wakiniona wanakuwa na reaction ya kunishangaa sana yani. Wananichukuliaje au wananionaje kwamba mimi nikoje au naonekana vipi mpaka wakiniona mimi wananishangaa sana. Ngoja nianze
aanzie mtaani bwana. Ikabidi aende bwana, kuna mshikaji anauza maji bwana, aende kumuulizia bwana mitaa ile anayopatikana bwana. Akakutana mshikaji pale, akamuuliza bwana vipi, kuna mshikaji mmoja anauza maji bwana, unamfahamu? Akamwambia mimi namfahamu bwana, hapa tuko wawili tu, anauza maji, mimi nauza matunda. Akamwambia okay sawa, mimi namhitaji huyo jamaa, nampataje? Akamwambia kwa leo hapa sidhani kama amefika, lakini namba zake ninazo. Okay sawa, wewe nisaidie namba zake, mimi nitamcheki nijue namna kunana naye, nina shida naye muhimu sana bwana. Mwamba nataka bwana mpate mshikaji ili amhoji maswali matatu kwamba kwa nini akionana naye yeye huaga namshangaa sana, nini kinaendelea hapo, anataka ajue bwana. Kumbe mshikaji yule anatoka kijijini kwa huyu mshikaji, na anajua kabisa kwamba mshikaji kwa kijijini anajulikana kwamba ameshafariki muda mrefu sana bwana. Okay sawa bwana, ile mdogo wake na Nambi bwana, ile jambo bado likaa namsumbua sana akili yake bwana, kwamba kakake inakuja anaonekana huko mjini wakati kakake alishafariki tayari bwana. Leo akasema isiwe shida, mimi namfuata bwana yule mshikaji ambaye ameniambia alishe kumuona kaka huko mjini, niende naye nikamuone kakangu kwa macho yangu bwana. Akaenda paka akakaa jiani bwana, anaelekea huko akakutana na mdogo wake na yule mshikaji bwana. Akamwambia vipi bwana, poa shwari. Sasa sikiliza bwana, mimi nilikuwa na shida sana na kakako. Akamwambia kakaangu wewe una shida gani naye bwana, kuna tatizo? Akamwambia hamna tatizo, lakini kuna jambo nilikuwa nataka nisaidie. Okay sawa, kabla hatujaongea kuhusu hilo bwana, nikuulize swali bwana. Kakaangu alisema kwamba amemuona kakako mjini bwana. Sasa mimi shoga ndo nataka nijue hapo bwana, kwamba alimuonaonaje mtu wakati mtu alishafariki tayari. Ndio hivyo bwana, anasema alishamuona huko na tena kashaoa tayari ana mke. Ana mke ndio, hata mimi aliniambia hivyo bwana, na mimi nimekuja hapa ili niende naye mjini akanionyeshe kakaangu anapatikana wapi. Basi bwana umechelewa. Kaka mwenyewe ameondoka leo asubuhi. Basi akawa disappointed sana bwana, akasema sasa hizi jitihada mbona zinagonga mwamba hapa? Siwezi kwenda mjini kumtafuta mshikaji kwa sababu hata mawasiliano nao ni tabu sana, na mimi mjini sijaifika, nitaendaje sasa? Hapa itabidi tu nirudi bwana. Basi jitihada zake zikagonga mwamba, akaamua tu zake nyumbani bwana. Basi bwana, Namdi alifanikiwa kupata namba yule mtu ambaye alikuwa anamtafuta bwana. Yule mshikaji ambaye alikuwa akimuona mwamba anamshangaa sana bwana. Namba yake ameipata, akaamua mpigie simu bwana, amwambie bwana, sikiliza, mimi nina shida na wewe muhimu sana, na jambo nataka tudiscuss mimi na wewe bwana. Anashangaa mtu anayepokea simu, anamwambia sikiliza bwana, huyu unaongea naye hapa sio yule unayemjua wewe, kwa sababu unayemjua wewe bwana amepata ajali leo asubuhi, na ajali ilikuwa ni mbaya sana kiasi ambacho amefariki bwana. Mshikaji akashangaa, amefariki? Ilikuwaje? Mbona ajali ilikuwa kubwa sana hiyo ajali, imetangazwa mpaka kwenye vyombo vya habari. Wewe hujafuatilia? Akamwambia mimi sijafuatilia bwana, wala sijui kinachoendelea. Akamwambia ndio hivyo bwana, ajali ni kubwa sana iliyotokea. Kwa hiyo mshikaji bwana mwenye simu ameshafariki tayari, hayupo hapa duniani tena kwa sasa hivi, kwa hiyo huwezi kumpata. Afu mshikaji akakata simu. Mshikaji akanashangaa, hii namba nimepewa tu leo, afu mtu ananiambia kwamba mtu kashafariki. Aisee, mbona mazingizo ni mingi sana? Ina maana mimi hapa ili jambo sasa naona kila ninachojitihada ninazofanya ili nijue ukweli wake ukoje, naona kila yani ni cross na kwa nyingi sana, hata sielewi inafanyaje bwana. Mwamba kana nafikiria sana ili jambo ili likae sawa kwenye akili yake. Basi bwana, nako kwa Grace nako mambo ni magumu sana kwake bwana, bado moyo wake hauna amani kabisa bwana, kwa sababu anaishi mbali na mtu anayempenda kwa sababu ya sababu ambazo hazieleweki kabisa yani. Unaona bwana, yeye kitu kinachomsumbua ni kwamba huyu jamaa ni nani? Lakini hapa mdogo wake anamshauri, sasa wewe dada, ni siku mbili sasa ujala mpaka leo, uone kama unaweza ukapata maradhi ambayo haiwezi kutibika kirahisi kama unavyofikiria wewe. Si jambo zuri unalofanya bwana. Hebu wewe ungekula tu. Akamwambia sikiliza nikwambie, mimi nishakwambia sijisikii njaa, sijisikii kula chochote kwa sasa hivi. Wewe naomba niache, mimi nitakapojisikia kula nitakula, wewe endelea na shughuli zako. Akamwambia lakini hapana, hatuishi hivyo bwana, wewe unatakiwa ule chakula. Haya mambo mengine yapo tunayatapita tu bwana, sio unakuwa unawaza mambo ambayo yaeleweki. Wewe mtu mwenyewe unamwaza hana habari na wewe sasa hivi, kwa sababu tayari kashamove na mambo yake, lakini wewe unaanza kumwaza. Unamwaza nini sasa wakati kwake ulitoka mwenyewe? Akamwambia wewe sikiliza bwana, niache mimi na mambo yangu, usinifuate dogo, umesikia? Yani akakasika sana, akaanza kumfokea mdogo wake bwana. Baada hapo alipo na stress nyingi sana na hataki mtu yote amsogelee karibu bwana. Yani ni mwanzo wa kulia sana kwa Grace. Basi bwana, Namdi akawa anamuelezea rafiki yake, anamwambia bwana, kila mtu ambaye nataka nafikiria nisaidie kwenye hili jambo bwana, naona kama jambo linakuwa gumu sana, kwa sababu mtu pekee ambaye angeweza kunisaidia bwana ili jambo tulijue kidogo kiundani ni mtu ambaye nampigia simu sasa hivi, naambia kuna ajali imetokea, ameshafariki bwana. Rafiki yake anamwambia hapana bwana, amefariki vipi? Amekuelezea? Akasema ndio hivyo, ameniambia bwana, ajali kubwa sana imetokea bwana, kuna tanki ambayo limelipuka bwana, na limelipuka na watu wengi sana ambao walikuwa maeneo hayo bwana. Akamwambia hiyo mimi hainiingia akilini bwana. Hivyo inakuingia akilini kweli mtu alipuke na tanki hilo, alipuke apate ajali ya namna hiyo, alafu na simu pia ipone? Hapana, mimi nahisi huyu mtu atakuwa ni mwizi. Huyu atakuwa ameiba hii simu na yeye ndo anaitumia. Mimi ninachokushauri ni kitu kimoja, inabidi urudi nyumbani kwa yule jamaa, uende ukajaribu kumwangalia kama yupo au vipi. Huko ndo tutapata story nzuri, tutapata taarifa nzuri, lakini sio za kumtegemea huyu jamaa ambaye umeongea naye kwenye simu. Pengine sio yeye, huyu atakuwa ni mwizi labda. Hebu jaribu kwenda nyumbani kwa huyo bwana ili uende kumwangalia. Akamwambia sawa, na mimi kweli na click kichwani, maana kama sielewi na namshikaji yani stories zake alizonipa na mimi kama zinakataana kabisa kwenye akili yangu. Akamwambia ndio hivyo, inawezekana labda wewe ni mwizi kaiba hiyo simu, kwa hiyo tujaribu kutafuta mbinu nyingine ya kumpata mshikaji wetu. Sawa bwana. Mshikaji akamshauri rafiki yake afanye hilo jambo. Basi bwana, binti bado anaendelea kumuuguza mama yake bwana. Bado mama yake hali yake ni mbaya sana bwana, kila siku bado hakuna nafuu bwana. Sasa hapa kaishiwa na pesa hospitali, hana pesa kabisa kuita yule mtaalamu wa kijijini bwana, yule ambaye ni daktari wa kijiji bwana. Ikabidi amtafute mtaalamu wa dawa za asili bwana. Mzee alipokuja hapa akamwangalia mgonjwa, akamuuliza binti, vipi binti yangu, hiki kikohozi kimeanza lini kwa huyu mama yako? Akamwambia yani ni sasa ni wiki mbili sasa hivi, mama bado yupo katika hali hiyo na hicho kikohozi kinamsumbua sana. Akamwambia okay sawa, usiwe na wasiwasi, mama yako atakuwa
itakuwa sawa tu. Chukua hizi dawa. Hii dawa ichemshe, alafu weka na vikombe 3 vya maji. Kisha mpe leo na kesho asubuhi. Baada ya hapo, kesho tena jioni njoo kule nyumbani kwangu uchukue dawa nyingine ambao ukishampa ile dawa ina maana itatoa uchafu wote kwenye damu. Kisha atapona kabisa. Umesikia binti yangu? Fuata hayo maelekezo ambayo nimekupa. Basi binti akamshukuru sana mzee. Akamwambia nashukuru sana kwa sababu umenisaidia sana mimi. Hela ya kumpeleka mama hospitali sina kabisa na biashara zangu zote nimeshamaliza kabisa mtaji. Yaani hela yote nimeweka kwenye matibabu ya mama. Akamwambia usijali mjukuu wangu. Wewe ukishakuwa sawa kesho, fuata hivyo nilivyokuambia. Alafu njoo tena umalizie dawa nyingine. Mamako atapona kabisa. Basi mzee yule binti akamshukuru sana mzee. Okay, sawa. Mwamba alifuata ushauri wa rafiki yake aliyomshauri bwana. Alivyomwambia bwana rudi tena kule ukamcheki bwana. Mshikaji akaona bwana nianzie pale pale nilipoishia bwana. Akaenda mpaka yale maeneo ambayo yule mshikaji anapatikana bwana. Alipofika pale anakuta mshikaji akamuita, "Oya vipi bwana? Safi safi." Akakomerudi tena bwana. "Leo vipi nimemkuta jamaa?" Akamwambia bwana jamaa yupo ngoja nikuitie bwana. Mwamba akakimbia haraka kwenda kumuita rafiki yake. Akamwambia bwana sikia bwana. Yule mtu ambaye anakuja kulizia hapa mara kwa mara bwana leo amefika tena bwana. Mshikaji kabidi aende kumsikilizia jamaa bwana. Anafika pale bwana anamwona Mwamba anastuka. Hivi ni wewe kweli au? Akamwambia calm down. Mimi leo nataka nimekuja hapa kuchukua tuzungumze na mambo muhimu sana kuongea na wewe. Akamwambia mimi naogopa. Akamwambia hamna usijali. Naomba tuongee. Mimi ni mtu kama wewe, ni mtu wa kawaida kabisa. Naomba mimi na wewe tuondoke tuongozane ili nikakuelezee nini kinaendelea na wewe unipe msaada wako kwa sababu nataka nielewe. Kwa nini ukiniona mimi unashangaa sana? Ukiona mimi unastuka sana. Nini kinaendelea? Mimi leo nataka nijue nini kinaendelea na msaada wangu pekee ni wewe hapa. Basi bwana, Mwamba amefika na yule mshikaji nyumbani kwake bwana. Akanamueleza bwana. Anambia bwana mimi jana nimekupigia simu. Simu ikapokelewa na mtu mwingine bwana, nikaambia umepata ajali bwana. Nikahuzunika sana bwana, nikasema kwani shida iko wapi bwana? Mbona hili jambo limekuwa gumu sana kwangu? Hapana bwana brother, mimi sijapata ajali bwana, ila nilienda kuuza bidhaa zangu uwanjani bwana. Nilienda kuuza bidhaa zangu uwanjani. Kilichotokea ni kwamba nimeibiwa simu yangu. Kwa hiyo aliyepokea simu bwana ndio yeye aliyeiba simu yangu bwana. Akamwambia okay. Basi kwa hiyo kumbe zile stories zilizonipa zote ni fake. Akamwambia hizo bwana zilikuwa ni fake kabisa bwana. Hizo zilikuwa ni fake. Huyo ndo alibia simu yangu. Hivi unajua mimi bado siamini kama sio wewe kweli huyo ambaye ninamfikiria. Akamwambia sio mimi, ni kweli. Mimi naitwa Namdi. Mimi sio huyu ambaye unamfikiria wewe kabisa yani. Huyo unamfikiria wewe mimi simjui na wala sijui anatokea wapi. Kwa ndo maana nikasema hivi, nikutafute ili wewe unisaidie kunielekeza vizuri nini kinaendelea. Mshikaji akamwambia mimi ninachokijua ni kwamba wewe ulishafariki tayari muda mrefu sana na wote kijijini tunajua hivyo. Akamwambia hapana, mimi sio huyo mnayefikiria. Oya, kama unavyojua bwana, mapenzi yana nguvu sana bwana. Mtoto wa kike bwana kashaanza kumkumbuka mshikaji wake bwana. Kashaanza kumkumbuka na kumuonea huruma pia bwana. Ikabidi niende kumpigia magoti babake na kumuombea radhi jamaa bwana. Baba, nimekuja hapa naomba umsamehe sana bwana mpenzi wangu yule bwana. Naomba umsamehe mchumba wangu bwana. Haya mambo tu yaendelee kama kawaida. Mzee akamwambia sikiza nikwambie wewe binti. Mimi sitaki tena kumuona yule mwanamume akiwa anakanyaga hapa kwangu. Na akikanyaga hapa kwangu siku yote ile, mimi namuua. Hapana baba, usiseme hivyo. Yule najua alichokifanya ameshajutia tayari na ana akili kwamba amekosea na amekuomba msamaha baba. Kwa nini huna moyo wa kusamehe? Akamwambia sikiza nikwambie wewe. Unataka tumsamehe ili alete watu feki tena hapa waje watudanganye, si ndio? Ndio unavyotaka. Mtu hana baba, hana mama, hana familia yoyote, mpaka anaenda kuchukua watu feki wanaleta hapa nyumbani. Unataka afanye hivyo tena kwa mara ya pili, si ndio? Sasa nikwambie tu, ni vizuri utafute tu mwanamume mwingine akoe mapema kuliko ujamaa, kwa sababu ujamaa peji yake tushaifunga tayari. Sitaki kumuona akikanyaga hapa kwenye nyumba yangu. Hapana baba, usiwe na maamuzi ya hivyo. Akamwambia hapana, mimi nimeshasema tayari. Ni beta kutafuta mwanaume mwingine ili akuoe. Lakini ujamaa akikanyaga kwenye compound yangu, mimi namwaga ubongo nje. Sawa? Umenielewa? Okay, sawa bwana. Yule mwanadada akiwa anaendelea na shughuli zake pale nyumbani bwana, ghafla anashangaa kuna ugeni unaingia bwana pale getini bwana. Anashangaa ndinga kali sana nini imepaki pale getini inaingia nyumbani kwao bwana. Ghafla anamuona mshikaji ambaye anamfahamu yule jamaa ambaye alimpa taarifa kwamba bwana kakako anaonekana huko mjini bwana. Wewe unasema kakako amefariki, lakini huko mjini sisi tunamuona bwana, tunakula bata naye kama kawaida bwana. Mshikaji anafika pale, binti anamshangaa, "Wewe vipi? Imekwaje? Mbona ghafla hivyo?" Akamwambia, "Bwana nimekuja town hapa, nimekuja hapa nyumbani mara moja, nimekuletea wageni wako bwana." Ghafla bwana washikaji wanaingia pale. Wanaingia bwana, anashuka kwenye gari. Mshikaji wa kwanza yule rafiki yake na Mwamba ndo alianza kushuka bwana. Binti alivyomuona tu akamsalimia, "Shikamoo." Akamwambia, "Marhaba, ujambo?" "Sijambo bwana." "Okay. Sawa. Vipi hao wageni nakwaje?" Ghafla bwana anaona kakake anashuka kwenye gari. Yule kakake ambaye anafikiria yeye ameshafariki miaka mingi sana iliyopita. Leo ghafla anamuona yupo mbele yake bwana. Binti bwana akaanguka bwana, akazimia kwa ule mshtuko aliopata baada ya kumuona mtu ambaye anafikiria kwamba ameshafariki miaka mingi, alafu leo hii anamuona live kabisa kwenye macho yake bwana. Hii bwana ilikuwa ni shida sana hapa kwenye familia, kwa sababu mamake naye akawa anatoka zake nje bwana. Na kama tunavyomuona bado mgonjwa hajakaa sawa bwana. Ile ananyanyua macho mwanangu, anamuona mwanae ambaye alishakufa miaka mingi sana yupo tayari uwanjani kwake bwana. Anashangaa sasa, huyu kaburi lake lile pale, alafu leo namuona yuko hapa. Hii ni nini tena? Mama naye akadondoka kwa mshtuko bwana. Mama akiwa na maradhi yake yale, lakini anapata mshtuko leo kumuona mwanae ambaye anajua kabisa alishafariki miaka mingi sana bwana. Hii ilikuwa ni kizaazaa sana kwenye familia bwana. Basi bwana, masaa mawili mbele bwana, mama alizinduka bwana, rudi kwenye hali yake ya kawaida bwana. Na hapa ndo tunapata story full bwana kuhusiana na story ya huyu jamaa bwana. Kumbe washikaji bwana walizaliwa mapacha bwana. Mama yake hapa ndo anasimulia bwana. Akawa anambia bwana, wakati mimi najifungua bwana, nijifungua watoto wawili mapacha, ambaye mmoja ndo huyu anaitwa Uche ambaye yeye ameshafariki tayari.
Na huyu mwingine niliambiwa kwamba bwana ameshafariki siku hiyo kule hospitalini, lakini amezaliwa akiwa na afya njema kabisa, mpaka daktari mwenyewe alishangaa sana ghafla kupata taarifa kwamba mtoto amefariki. Maana yule mtoto tulimwacha wodi ya watoto, lakini ghafla tulipewa mtoto ambaye ameshafariki tayari, kitu ambacho daktari mwenyewe hajaamini kabisa. Unaona bwana. Kwa hiyo mimi nikabaki na mtoto mmoja kati ya wale mapacha wawili ambao nimejifungua, na huyo mtoto mmoja ambaye nibaki naye na huyo Uche ambaye amefariki kama anavyoonekana hapo kwenye picha, na kaburi lake ndio lile pale. Ndio maana sisi tulikuwa tunashangaa sana tukisema kwamba huyu kaonekana, na ni kweli anafanana sana na ndugu yake. Yaani hawa ni mapacha wanaofanana sana wanangu hawa. Kwa hiyo bwana, story nzima ndio hiyo bwana. Ni kwamba bi mkubwa alijifungua mapacha, lakini ya mapacha mmoja bwana alifariki. Unaona bwana. Kwa hiyo alipewa mmoja. Yeye kamlea mtoto mmoja. Na huyo mtoto mmoja sasa naye amefariki. Kwa hiyo alikuwa anaamini kwamba wote wameshafariki. Kwa sababu mmoja alifariki akiwa mdogo sana. Kwa hiyo alishamzika zamani sana. Kumbe mwili aliopewa akauzika sio wa mwanae bwana. Mwanae alikuwa ameshaibwa, yuko sehemu nyingine kabisa huko bwana. Huku mtoto mwingine akiwa town kuendelea na maisha yake bwana. Aisee, hii ni story ya kusisimua sana bwana. Kumbe Mwamba bwana ni mapacha na rafiki yake alishafariki tayari, ndio maana alikuwa anachanganya sana familia. Basi bwana Mwamba baada ya kupata ile story akamuuliza bi mkubwa tena kwamba vipi huyo mtu ambaye alikuwa anakuangalia hospitalini, tunaweza tukapata kuongea naye tumhoji mawili matatu kwamba ilikuwaje siku hiyo. Akamwambia haina shida, mimi nitawapa wanangu ili awapeleke mpaka kwa mama yake mdogo ili aende akawaelezee ilikuwa kuaje. Ila mwe makini sana, kwa sababu huyu mdogo wangu namjua ana pressure sana. Akimwona mwanae jinsi alivyofanana na Uche lazima atapata shida, lazima anaweza akaanguka tena au anaweza mkamua kabisa. Kwa hiyo kwenye makini sana mkienda kumfanyia mahojiano. Mmenielewa? Okay, akamruhusu mwanae ili aende na wageni ampeleke kule kwa yule mdogo wake ambaye alikuwa anamshughulikia yeye wakati wa kujifungua kule hospitali bwana. Okay, sawa. Jamaa bwana waliamua kufika mpaka kule kwa yule mdogo wake na mama ambaye alikuwa anamtazamia yeye kabla ya kujifungua bwana. Sasa kipindi kile wakati anajifungua yule mama, kwa sababu yeye ndio hivyo alikuwa tena yuko katika hali ya kutoka kwenye uzazi na nini, kwa hiyo pengine wanahisi alijisahau akalala bila kujua chochote kilichoendelea. Sasa wakawa namuuliza kwa mama, hivi unakumbuka chochote siku kilichotokea? Ule mama kana washangaa, nyinyi mnaongelea kuhusu nini? Mnaongelea kitu ambacho kishapita miaka 35 iliyopita. Mimi kwani nitakumbuka chochote leo? Mimi na kwanza mnanichanganya. Mimi nilivyoona nyie bwana, mimi nilijua binti yangu kaniletea labda wakwe bwana. Nikajua bwana mimi binti yangu amepata wakwe. Kumbe mnakuja kuniulizia mambo ya mtu ambaye alishafariki miaka 35 iliyopita huko. Mimi najua nini sasa hivi? Akaambia sikiliza mama, sisi hatuna maana mbaya ya kukuuliza hili. Tunataka uthibitisho tu, kwa sababu yule mwanao unayehisi alifariki kipindi kile hajafariki. Inaonekana kwamba walibadilisha mwili, yani walichukua mwili wa mtu ambaye amekufa wakakupa wewe, lakini mwili ambao ni mwanao hajafa wakachukua kuondoka nao. Hicho ndio kilichotokea. Kwa hiyo tunachokuuliza hapa, tunataka tuthibitisho, tujue kwamba una kitu chochote ambacho unakikumbuka. Mimi naona mnanichanganya kabisa, yani siuelewi. Mimi ninachoomba hebu niacheni tu, mimi sielewi kabisa mnachokiongelea. Okay, sawa. Hebu kamuite bwana yule mtu kule kwenye gari. Basi bwana, mshikaji Namdi akaenda kuitwa bwana. Akaja hapa. Mama alivyomwona Namdi, anaona kabisa ni Uche, yani kafanana na yule mwanae ambaye alishafariki tayari miaka 35 iliyopita. Kumbuka hao jamaa bwana walikuwa mapacha. Kwa hiyo ni wanafanana ile, yani ile wanafanana sana yani. Mama mzee akapagawa, akaona sasa hii ni miujiza. Lakini bwana jamani, mimi sikumbuki chochote kilichotokea siku hiyo, kwa sababu nakumbuka nilifunga mlango na hamna mtu yote aliyeingia, hata hewa tu haijaingia kwenye hicho chumba ambacho nilikuwa mimi. Sasa inakuwaje leo mnaniambia kwamba labda kuna mtu alifanya michezo michafu kama hiyo? Kaambiwa ndio hivyo mama, tunaomba ufikirie zaidi. Leo tutakuachia namba yetu. Utakachopata chochote kukumbuka, tunaomba basi utuambie ili tujue tunaanzia wapi, kwa sababu sisi tunachotaka ni uthibitisho tu hili jambo. Ila tushaanza kupata tayari fahamu kutoka kwa mama kwamba nini kinaendelea. Basi bwana, jamaa waliondoka zao bwana, wakamwachia yule mama namba bwana, in case akikumbuka kitu awasiliane nao bwana, awaambie nini amekumbuka bwana. Lakini mama akawa yuko kwenye dimbwi la mawazo, anafikiria nini kilitokea, kila akijaribu kuconnect doti lakini bado hapati mwanga wowote. Katika fikira zake bwana, akaona achukue picha za yule mtoto wake aangalie, pengine anaweza akakumbuka kitu bwana. Wakati alivyochukua zile picha bwana, akiwa anaangalia, akaona bado haelewi bwana. Zile picha akazitupa chini bwana, akazimwaga chini bwana, afu kalala zake kitandani, maana haelewi, kichwa kinamuuma yani, mpaka anafikiria. Wakati ametupa zile picha pale chini bwana, mwanae aliingia pale ndani akazikuta zile picha bwana, akaona sio sawa, hizi picha ngoja niziokote. Sasa wakati anaziokota bwana, mama yake alivyokuwa anamwangalia tu, kuna tukio huyu mama akalikumbuka bwana, ikamrudisha miaka 35 nyuma, wakati wapo kule hospitalini bwana. Kuna nesi alimpa dokumenti fulani, akamwambia bushikie hizo dokumenti, lakini hizo dokumenti zikamteleza, zikadondoka chini. Sasa wakati zile dokumenti zinadondoka chini, wakati mama anaziokota zile dokumenti, nesi inaonekana kuna mchezo aliucheza, kwa maana kwamba pengine ndo aliingia kule ndani kwa mtoto sasa kwenda kufanya faulu yake aliyoifanya ya kubadilisha mwili uliokufa na mwili mzima. Yani ndo alichokifanya hapa, ni kama kumzubaisha huyu mama ili asijue nini kinaendelea bwana. Huyu mama yake akabaki pale anakuta zile documents, lakini kumbe nesi kashaenda huko kufanya mambo yake bwana. Hiki ndo kilichotokea bwana. Okay, yule mama alivyokumbuka tu bwana, hakutaka kabisa kupoteza muda bwana. Akachukua simu akaenda mpigie yule Mwamba ili amwambie kwamba kuna jambo amekumbuka. Halo. Kuna jambo bwana nimekumbuka kitu fulani bwana. Unajua siku ile tuko pale hospitali bwana, nesi alinichukua kama nusu saa nzima hivi, aliniweka sehemu. Kwa hiyo naamini kwamba pale kuna kitu kilitokea. Kwa hiyo naomba tuanze kufuatilia kuanzia hapo bwana. Hicho ndio kitu ambacho mimi nimekumbuka. Kisha nikamwambia mama, nashukuru sana. Asante sana. Jamaa akakata simu.
akaanza kupanga mipango namna sasa ya kufuatilia hilo jambo, kufuatilia Nurse Agnes nini alikifanya na nini kipo nyuma ya pazia kinachoendelea. Basi bwana, waliamua kuanzia pale hospitali bwana. Wameenda pale hospitali, walipofika bwana wakamkuta daktari pale bwana. Akamwambia daktari, sisi tuna shida moja hapa bwana. Tulikuwa tunaomba tuangazie kwenye database yenu hapo. Kuna nesi mmoja alishawahi kuhudumu hapa, anaitwa Nurse Agnes. Tunaomba tujue huyu mtu anapatikana wapi kwa sasa, anaishi wapi. Tuangalizie kwenye kwenye database yako ya hospitalini hapo bwana. Daktari akamwambia okay sawa, ngoja niangalie kwenye database tujue kwamba huyu mtu anapatikana wapi. Daktari bwana akacheki kwenye database bwana. Baada ya kucheki kwenye database akamwambia bwana, huyu Nurse Agnes bwana anapatikana mtaa unaitwa Lowry Street, nyumba namba 34. Hapa ndipo anapopatikana. Lakini hii database yetu ni kwa mujibu wa mwaka 1992. Sina uhakika sana kwamba mpaka sasa hivi data zitakuwa ni hizi zinafanya kazi. Maana huwezi jua kwamba amehama au la, lakini hazijawa updated mpaka leo kwamba hatujui kwamba huyu mtu amehama au anaishi hapa. Lakini naweza mkaenda kujaribu hapo hapo. Washikaji wakashukuru sana bwana, akamwambia Nurse Doctor, tunashukuru sana kwa hii taarifa bwana. Umetupa mwanzo mzuri sana wa kuanza kumtafuta Nurse Agnes. Ngoja sisi tuanzie hapo kwanza kwenye mtaa wa Lowry Street, lakini tuende kwenye nyumba namba 34 tujue kwamba nani anaishi hapo kwa sasa. Nadhani taarifa tutazipata kuanzia hapo. Tunashukuru sana. Wamba wakaondoka zao wakaingia mtaani bwana kwenda kumsaka Nurse Agnes. Wao wanachotaka kujua ni ukweli na nini kiliendelea na kwa nini alifanya hivyo. Alikuwa na maana gani? I say stick around mtu wangu. Okay, sawa. Wamba bwana walienda mpaka pale kwenye ile mtaa Lowry Street bwana. Wakaenda kugonga ile nyumba namba 34 bwana. Walipofika pale bwana amegonga mlango, anatoka mshikaji bwana. Alipotoka mshikaji pale, wakamsalimia bwana, habari yako bwana? Bwana salama tu bwana. Bwana tulikuwa tunamuulizia bwana Madam Agnes. Hivi anapatikana hapa? Mshikaji akamwambia, mbona hamna mtu anaitwa Madam Agnes hapa ndani? Mimi simfahamu huyo mtu mbona kabisa. Akamwambia, okay, sawa. Labda humfahamu, hamna mtu yote ambaye yupo ndani huko anaishi, tunaweza tukaonana naye labda wa familia kutoka kwenye familia ya nyumba hii. Akamwambia, hao watu wote mbona hapa? Wengine wanaishi Canada, wengine wanaishi South Africa. Mimi niko hapa kama mlinzi kwenye hii nyumba. Hii nyumba miliki wake nani? Hii nyumba bwana miliki wake anaitwa Mr. John. Washikaji wakachoka bwana. Okay, sawa bwana, haina shida. Sisi tulikuwa tuna shida sana Madam Agnes bwana. Ila kama tumemkosa hapa haina shida. Si wacha tuondoke. Tunakutakia siku njema. Basi bwana, washikaji pale wakaondoka wakiwa wamechoka sana kwa sababu walichokitegemea kwamba watakipata pale wamekikosa, lakini bila kuchoka wanaendelea kumtafuta bwana Madam Agnes ili wajue anapatikana wapi bwana. Okay, sawa. Namdi bwana anaonekana kukata tamaa kumpata Nurse Agnes bwana. Anamwambia rafiki yake bwana, mimi nashukuru sana kwa jitihada zako bwana, lakini naona ile jambo kama limekuwa gumu sana bwana. Mimi niseme tu ile jambo nadhani tuachane nalo bwana, lakini mimi kinachofuata huyu mama na mwanae nitawatiti kama familia yangu. Mshikaji akamwambia hapana, usiseme utawatiti kama familia yako. Yule mama ni mama yako. Akamwambia hapana, hakuna uthibitisho wote wa kuonyesha kwamba ni mama yangu. Uthibitisho utapatikana tutakapompata Nurse Agnes. Yaani Nurse Agnes tutakapompata ndio tutapata uthibitisho, lakini mimi nakuthibitishia kwamba yule ni mama yako. Mimi sitachoka, tutaendelea kumtafuta Nurse Agnes mpaka tupate uthibitisho, lakini yule lazima atakuwa mama yako. Basi bwana rafiki yangu, mimi nashukuru sana kwa hizi efforts ambazo unanionyesha. Naamini urafiki wetu huu utafika mbali sana bwana. Basi bwana, lakini mshikaji anakata tamaa, lakini mwamba yeye anamshika moyo rafiki yake bwana, na huu ndio urafiki wa kweli sasa bwana. Okay, wanaume bwana wamepambana mpaka akampata Nurse Agnes bwana, na leo wamebahatisha kufanya naye mahojiano bwana. Wakamuuliza, hivi ni kitu gani ambacho kilikufanya mpaka ukafanya lile tukio we mama? Yaani kuna tatizo gani hasa lilitokea siku hiyo mpaka ukaamua kubadilisha mtoto wa mwenzako ukampa mtoto ambaye amefariki na kati haikuwa hivyo kama ulivyofanya Nurse Agnes akasema, kwanza mimi mniwie radhi sana jamani. Hiki kitu nilikifanya kwa sababu tu ya huruma zangu. Naweza nikasema ni kwa sababu ya huruma zangu za kijinga. Kwa wakati hiyo bana, story ilikuwa kwamba nilikuwa na rafiki yangu ambaye alikaa almost miaka 13 kwenye ndoa bila kupata mtoto. Lakini huyu mama alikuwa ananyanyasika sana kwenye ndoa yake, kiasi ambacho machozi yake nilikuwa na share naye bwana. Yaani nyakati zote alizokuwa anapitia tulikuwa wote, na nilikuwa na feel kile anachopitia yule mama. Sasa baada ya miaka hiyo yote bwana alibeba ujauzito. Lakini alivyobeba ujauzito bwana, wakati anakuja kujifungua kwenye hospitali yetu pale bwana, yule mtoto kwa bahati mbaya alifariki. Wakati alifariki yule mtoto, yule mama alikuwa hajui chochote kinachoendelea. Yeye alikuwa na furaha sana kwamba amefutwa machozi na Mungu kipindi chote alichokuwa akisubiria bwana. Unaona? Sasa issue ilivyokuwa ni kwamba mimi nikavaa yale maumivu yake, nikaona kwamba maumivu haya siwezi kuyaacha aendelee nayo huyu mama. Nilichokifanya, nilienda kwenye chumba cha mama yako ambacho alijifungulia, nikabadilisha yule mtoto aliyefariki na mtoto wake mmoja wakati wale mapacha ambao wamejifungua, nikampa yeye ambaye ndo ulikuwa wewe. Ndio hicho nilichokifanya. Ili jambo mimi linaniumiza sana kwenye moyo wangu kwa sababu nilifanya hivyo kwa mapenzi ya huyu rafiki yangu, lakini sikutarajia wala sikufikiria kwamba itakuwaje kwa huyu ambaye nimemfanyia hivi kuhusiana na mtoto wake. Lakini hicho nikiamini ni kwamba kwa sababu huyu tayari ana watoto wawili, sio mbaya nikimbadilishia mwenzake akipata naye mtoto mmoja. Hivyo ndio ilivyokuwa bwana.
Nesi Agnes kaachia ukweli wote bwana wa namna ulivyo bwana. Labda ilibidi amuulize bwana huyu Nesi kwamba ilikuwaje sasa mimi nikaishia kwenye kituo cha watoto yatima, ilikuwaje yani mimi nikafika kule. Nesi akamwambia bwana, sikiliza, mimi bwana kwenye ile hospitali niliondokaga muda mrefu kidogo baada ya tukio kutokea, ni kama miezi mitatu hivi iliyopita nikaondoka kwenye ile hospitali, nilihamishwa sehemu nyingine bwana. Lakini baada ya hapo sijaelewa nini kiliendelea, kwa sababu yule rafiki yangu nilipoteza mawasiliano naye kwa muda mrefu kidogo, tukawa tuwasiliani. Lakini mume wake mimi namfahamu, mume wake ni mtu kidogo anafahamika. Akamwambia mume wake ni upi huyo ambaye unasema anafahamika? Bwana mume wake ni alikuwa ni mwanasiasa nguli tu, alikuwa anaitwa Mr. Nicholas Sudi. Huyu jamaa yeye ni mwanasiasa, ni mume wake wa huyo madam ambaye nilimfanya exchange na wewe. Sasa sijajua kwamba ilikuwaje ukaishia kwenye kituo cha watoto yatima. Basi yule akasema hapa sasa itabidi tumtafute huyu Sudi au ni huyu ambaye ninamfahamu. Akamwonyesha yule mama picha, akamwambia yes, ni huyu ndo Mr. Nicholas Sudi. Huyu ambaye nakuelezea kwamba mke wake ndo alikuwa rafiki yangu. Sasa huyu ukimpata unaweza kupata maelekezo mengi kuhusiana na huyu mwanamke kwamba alikuwekaje huko kwenye kituo cha watoto yatima na yeye mwenyewe sasa hivi yuko wapi, ila huyu atakuwa anajua. Ni vyema kama mtaendelea kumtafuta huyu. Basi washikaji wasema okay sawa, tuanzie hapa kwanza tumtafute huyu mzee ili atupe maelekezo mazuri kuhusiana na huyu mke wake kwamba yuko wapi na ilikuwaje mimi nimeishia kwenye kituo cha watoto yatima. Oh yeah, guess what mwanangu, kumbe bwana kweli dunia ni duara bwana. Kumbe bwana Mr. Sudi mwenyewe bwana ni yule bamko wake ambaye alikuwa anampiga mkwara siku zote asikanyage pale kwake bwana, kuendelea na zile harakati za kutaka kumuoa binti yake bwana. Aisee, hii kweli dunia duara bwana. Anafika pale bwana kwa Mr. Sudi bwana, anakuwa mkali kinoma yani. Umekuja kufanyaje? Si nimeshakwambia usikanyage kwenye compound yangu. Nimeshakwambia usije tena hapa mwana haramu. Akamwambia mzee, calm down mzee. Mimi sijaje hapa kwa ajili ya masuala yako ya ndoa unafikiria wewe bwana. Mimi nimekuja hapa kudiscuss naye jambo muhimu sana. Sio tu ukiona mtu unaona kama amekuja kujadiliana naye kuhusu la ndoa. Hapana, mimi sijaje kwa ajili hilo. Mimi nilishafuta katika akili yangu. Ila nataka nikuulize swali. Kitu gani ambacho kilikufanya wewe ukanitoa mimi kwenye familia yangu, alafu kanileta kwenye familia yako? Ni kitu gani ambacho kilikufanya ukafanya hilo jambo? Mzee aliposikia vile akastuka kidogo. Akamwambia mimi sijaje kushiriki kwenye hilo tukio kabisa. Ila mke wangu ndo alishiriki kwenye hilo tukio. Ilikuwa hivi bwana, akaanza kumsimulia ilivyokuwa bwana. Akamwambia sikiliza bwana, mimi tulikaa na mke wangu miaka kama 13 bila kupata mtoto bwana. Lakini baadaye mke wangu bwana alishika ujauzito. Baada ya kupata ujauzito bwana, alijifungua mtoto kama kawaida. Lakini sasa mtoto bwana tumekaa naye almost miezi 6 hapa ndani. Lakini mimi mambo yangu yakawa hayaendi kabisa. Yani kila kitu kikawa kimegoma. Yani biashara kila ninapoweka pesa, biashara yangu ikakufa. Kila ninachokifanya cha pesa zote zinapotea. Yani ikawa sielewi kinachoendelea. Nikaona siwe shida. Nikaenda kwa mtaalamu bwana. Nimefika kwa mtaalamu, akaniambia ndani kwangu kuna mtoto ambaye sio wa kwangu. Yani sio biological son. Yani ni mtoto ambaye sio mtoto wangu wa asili wa kumzaa mimi. Mimi nikashangaa kama mtaalamu, mbona mimi na mtoto mmoja tu ambaye ndio mtoto wa kiume ambaye ninaye nyumbani kwangu na ni mtoto wangu. Akamwambia hapana, muulize vizuri mke wako maswali. Huyu mtoto sio wa kwako. Basi akasema mimi nikamuuliza mke wangu maswali. Baada ya kuuliza mke wangu maswali, hajanijibu chochote kinachoeleweka, lakini nikafanya uchunguzi wangu, nikajua kwamba kumbe kuna kitu kilifanyika. Baada ya kwenda mpaka hospitali pale kwenda kufanya upelelezi bwana. Baada ya kugundua hilo bwana, nilichofanya nikamchukua mtoto huyu nikampeleka kwenye kituo cha kulea watoto yatima. Na huko ndo nilikuta wewe kwamba umekulia kule, kwa sababu mimi ndo nilipeleka kule baada ya kuona mambo yangu hayaendi na nimeshagundua kwamba wewe kumbe haukuwa mwanangu wa kuzaa. Hicho ndio kilichotokea bwana. Lakini mimi ninachokuomba, naomba sana umsamehe mke wangu marehemu, lakini na mimi pia nisamehe sana kwa kutokujua kwamba nini kilikuwa kinaendelea. Naomba unisamehe sana kwenye hili jambo ambalo limetokea. Najua nimeikosti sana familia yako, na wewe pia nimekusababisha maisha magumu sana labda umepitia, lakini yote ni kwa ajili yangu. Kwa hiyo kiubinadamu naomba unisamehe sana kijana. Basi jamaa akawa amechoka pale, yani wanamsikiliza mzee anavyoongea na anavyosikitika, kwa sababu ili jambo linaonekana kweli lilikuwa limemuumiza sana mzee kipindi hicho bwana. Hivyo ndio ilivyotokea. Okay, sawa. Siku 3 baadaye bwana, Mwamba bwana akamchukua mchumba wake bwana, akampeleka kwenye familia yake bwana. Sasa kigezo sikishaisha tayari bwana, cha kusema kwamba wewe huna identity yoyote, huna familia, una nini. Sasa hivi Mwamba sasa kashajua familia yake bwana, kwa sababu kashathibitishiwa tayari kwamba yule ndo mama yake mzazi bwana. Unaona bwana ilivyokuwa ndio maana tunatakiwa tuwe wavumilivu sana kwenye mahusiano bwana. Sio unamjaji mtu tu haraka bila kujua nini kilitokea hapo before bwana. Umesikia bwana? Hakuna mkamilifu kwenye hii chini ya jua bwana, ila Mungu pekee ndo anajua kila kitu na mapito yetu bwana. Mwamba bwana akafika nyumbani kwao bwana, akamwambia mamake, mama bwana, mimi nimefika hapa, nimekuletea mkwe huyo hapa bwana. Mke wangu mtarajiwa bwana, hii ndo familia yangu bwana, huyu dada yangu, huyu ndo mama yangu. Aisee, mama amefurahi sana. Mimi nilijua tu, siku ambayo nilikuona nilijua kabisa kwamba wewe ni mwanangu bwana. Nimefurahi sana kukuona tena umerudi mwanangu kwenye familia. Karibu sana kwenye familia yako mwanangu. Basi akakumbatiana pale bwana. Mama akawa na furaha sana bwana. Mama akamwambia mamake, mama, sasa sikiliza bwana, siku zako za kupata tabu zimeshaisha tayari, na sasa naomba upakie kila kitu tuondoke zetu mjini. Mama bwana ndo anaenda kufunga ndoa sasa na mke wake bwana. Yaani hii ilikuwa ni raha sana bwana. Yaani familia imeungana kwa
pamoja na sasa imekutana, imekuwa sasa wanaishi pamoja sasa bwana. Hivyo ndivyo movie yetu hii inavyoishia bwana, na hii ndio story yetu ya kusisimua tuliokuwa nayo toka kipindi tunaanza bwana. Asante sana kwa kuwa nami kwa kipindi chote ambacho tulikuwa tunacheck movie hii bwana, lakini usiache kuendelea kusubscribe channel hii ili recap kali kabisa ziendelee kukudondokea hapa bwana. Cha kufanya comment tu hapo chini. Je, ingekuwa ni Namdi ungekuwa na raha kiasi gani? Hebu tuambie hapo chini bwana. I say asante sana kwa kuwa nasi. Story yetu hii inaishia hapa bwana, lakini huu ni mwanzo tu wa story nzuri nyingine ambazo zitakujia kutoka hapa. Kikubwa tu usisahau kusubscribe na kuwasha kengele ili tuendelee kuwa pamoja. Msimuliaji wako ni Sabari na hii ni Movies Flash TV. Asante kwa kuwa nasi.